tarku salamu ala ahli albid'i, kuacha kuwasalimia watu wa bid'a. Asili ya salam, kumtolea muislam, hukumu yake ni sunna, na muislam akitolewa salam na muislam mwenzake ni kuitikia ni wajibu. Na maana iliyobebwa na salam ni kumuombea amani, rehma na baraka zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huja wakati mwingine mambo yanakuwa kinyume chake. Ikiwa huyo ni muislamu ambaye amepinda, kiacha kumsalimia, jambo hilo litakuwa miongoni mwa mambo ambayo yatamshughulisha, huenda atarejea katika msimamo wa haki. Yafaa kutomsalimia, pia yafaa kutoitikia salamu yake. Na huu ndio msimamo wa Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ambao wameuchukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, na asli yake ni hadithi ya Ka'b bin Malik, Hilal pamoja na mwenzake Murara walipofanyiwa muqata'a siku 50, hawazungumzi na Waislamu wala Mtume, na wala Mtume akimtizama, Mtume alikuwa anageuza uso wake, mpaka waliposamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hii hali ikaisha. Ka'b bin Malik alikuwa anatembea sokoni, anamkuta ndugu yake, anamsalimia, haitiki. Anasema na kuuliza kwa ajili ya Allah, hivyo hujui kwamba mimi namwamini Allah na ninamwamini mtume wa Allah? Anakaa kimya, anarudia mara 3, machozi yanambubujika. Majawabu anayomjibu ni kumwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume ndo anayejua. Ingekuwa wewe unamwamini Allah, unamwamini mtume, ungeacha kwenda katika vita ya Tabuk kwa uzembe na upumbavu, wakazingatia maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa wanafanya muqata'a. Leo hii kadhalika ulama wa al-sunna wal jamaa wanayachukua haya, wanayalinganisha kwa watu wa zama zao. Akipatikana mtu mwenye mazingira kama haya, anafanyiwa muqata'a, salimiwi na haitikiwi salamu yake, na hii ni adhabu kwake. Kwa tutasoma athari hizi mbili ambazo ni asli katika masala haya. قال الخلال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثقفي النيسابوري. أمسيم الخلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أمتحدثي إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله، حقيقة باباياك عبد الله ambaye ni Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, suila an rajulin, aliulizwa kutokana na mtu ambaye lahu jarun rafidhiyun, yeye ana jirani yake mshia. Huyo ni katika ahli sunna wal jamaa, jirani yake ni mshia kapinda. yusallimu alayhi, huyu mwana sunna akikutana naye anatakiwa awe anamsalimia? Qala la. Imam Ahmad ibn Hanbal akatoa fatwa, la, haifai kumtolea salamu, hafai kuombewa amani huyu,
hafai kuombewa rehema ya Allah, hafai kuombewa baraka za Allah. Na ndio maana hata sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kuitikia salam ya nani? Kufar. Akatuambia tusiwaanze salam kufar, kwa sababu ndani yake tunawaombea nini? Tunawaombea amani. Na wakitusalimia tunawaambia wa alaikum. Na hii pia ni kuombea balaa. Kwa hiyo huu ni upande mmoja. Kisha akasema wa idha sallama alayhi, na yule mshia akijipendekeza akamsalimia yule mwana sunna, la yaruddu alayhi, huyu mwana sunna simjibu. Haya yanahamishwa katika zama hizo za Imamu Ahmad ibn Hanbali, yanaletwa katika maisha yako ya mtaani kwako. Kama kuna mtu kama huyu, ni mshia, ni sufiyu, kadianiyu na wengine wengi ambao wanawalingania watu kwenye bid'a na kuwatoa kwenye msimamo uliokuwa sawa sawa, madhara yake yakawa ni makubwa, shari yake ni kubwa, huyu asalimiwi na huyu wala haitikiwi salamu. Na haya ndio maisha ya salafiyu. Masaa 24 aishi hivi, awajue wabaya wake na awajue wenzake, awajue ndugu zake, awajue maadui zake. Kishaona huyu ni adui wako, hakuna kumuonesha uso wa tabasamu. Maneno ya Mtume aliyokuja, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqa, ni ndugu yako huyu. Shia ni ndugu yako. Shia si ndio ambaye anazungumza kwamba uchi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utaingia motoni kwa sababu ya kumwingilia Aisha radhiallahu ta'ala anha? Mtume kiungo chake kiingie motoni? Hawa ndio mashia. Mashia ndio ambao wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kila siku kabla ya kulala Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anambusu mwanae Fatima katikati ya maziwa yake, huko ziwa akiwa hana nguo. Maana yake nini? Anataka afanye machafu na mwanae. Mashia ndio ambao wanasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, yeye ndio ambaye alikuwa na maradhi katika sehemu yake ya tupu ya nyuma. Ana maradhi ambayo hayatulii wala hayaponi ila kwa maji ya mwanaume. Wanamaanisha kwamba Umar alikuwa analawitiwa. Mashia ndio ambao wanasema Abu Bakar na Umar sanamai Quraish, ndio masanamu wa Quraish. Unawapa salamu hao, unawasalimia kwa kuwaridhia hawa. Mashia ndio ambao wanasema Qur'an imefanywa tahrif, imepunguzwa hii, wala upunguza masunni. Mashia wanaotafsiri Qur'an kwa matakwa yao, tabati ya Abi Lahab wa tabba, badala ya imeangamia mikono ya Abi Lahab na mwenyewe ameangamia, wanasema tabati yada, mikono inayokusudiwa hapa ni Abu Bakari na Umar. Hawa ndio ambao kwenye paredi zao wanaomba dua usanamai Quraish. Wanakaa paredi wanaomba dua ya kuwalaani masanamu wawili wa Quraish ambaye ni Abu Bakar Siddiq na Umar. Hawa nyinyi mnataka kushirikiana nao? Eti waislamu wenzetu hawa? Na mengine yasiokuwa haya. Mashia hawa ni watu ambao hawako sawa. Midomo yao ni michafu, haijapigwa miswaki, inanuka kwa kuwa wanamsema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wanaosema kwamba Mungu wetu sisi
na Mungu wa masunni ni miungu wawili tofauti. Mungu wa masunni ni yule ambaye amemleta Muhammad, baada ya Muhammad khalifa wake akawa Abu Bakar na Umar. Mungu huyu sio Mungu wetu sisi. Kwa hiyo wao na Mungu mwingine. Hawa wanafanya ndugu. Hawa ni bundi, hawa ni mapunda, sio watu wenye akili timamu hawa. Kwa sababu wanavyosema Qur'ani hii imefanyiwa tahrif, bali Qur'ani iliyokuwa sawa sawa ni ile Qur'ani atakayokuja nayo al-Mahdi al-Muntadhir. Mahdi muntadhar anayesubiriwa pangoni. Qur'ani ya Fatima, Qur'ani ya nani, Qur'ani ya nani? Tuwaambie basi, tuleteeni hiyo Qur'ani. Tuleteeni hiyo Qur'ani ya Fatima leo hii. Hawaleti. Leo kisoma aya inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, mashia nasema masuni wamebadilisha tafsiri. Allah anakuamrisheni mchinjeni ng'ombe. Hii aya wamebadilisha masuni. Asili yake kwamba inna Allaha ya'murukum an tadhbahu Aisha, Allah anakuamrisheni mchinjeni Aisha. Hawa wanataka kuwasalimia hawa machizi hao, midomo yao michafu. Waislamu wenzako hao, hatuna udugu na Waislamu kama hao. Hawa sio Waislamu. Kwa hiyo maneno haya yanatakiwa yawe ni mwongozo. Rejea kwenye kitabu cha Al-Adabu Shar'iyya juzuu ya kwanza ukurasa wa 255 katika chapa ya Muassasatu Risala. وقال أبو حذيفة رحمه الله حدثنا الثوري قال أمتحدثيا ثوري أمسيما كان الأعمش يلقي حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يسلم عليه. أمسيما أبو حذيفة رحمه الله ametuhadithia Thawri, amesema alikuwa al-A'mash. Huyo A'mash ni mmoja katika matabi'in. Aliwahi kumuona Anas ibn Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, na Anas ni mmoja wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu A'mash alikuwa anakutanishwa na mtu mmoja anaitwa Hammadan, na huyu Hammad ni yule ambaye anaitwa Hammadan ibn Abi Hammad ni yule ambaye ibn Abi Sulaiman. قال الذهبي رحمه الله, Imam الذهبي ameeleza anna Hammadan kana murji'an. Huyo Hammad alikuwa ni murji'a. Murji'a ni wale ambao wanasema iman ni kutamka kwa ulimi na kuyakinisha kwa moyo bas bila a'mali, na hii ni aqida inayokwenda kinyume na aqida ya ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna walisemaje? Al-iman an-nutq bil lisan, ni kutamka kwa ulimi na kuyakinisha kwa moyo na kuyafanyia kazi matendo kwa viungo. Hiyo ndio imani sawa sawa. Sasa murji'a wao wanasema iman ni kutamka la ilaha illa Allah na kuyakinisha ndani ya moyo, hata kama mtu hajasali, huyo ni Muislamu, imani yake iko timilifu, haijapungua hata kidogo. Hata kama hujatoa zaka, haujafunga, hujafanya matendo mengine. Kwa hiyo huyo alikutanishwa na Hammadan hina
tukullima fil irja. Pindi huyo Hammad alipokuwa anasemwa vibaya kuhusiana na itikadi ya irja, alikuwa ni katika ahli sunna wal jamaa, akapinda akawa mubtadi'a. Alipokutanishwa na tabi'iyun jalil al-A'mash, falam yusallim alayhi, A'mash hakumsalimia na wala hakumtizama wala hakujali kwamba hapa kaja mtu, kana kwamba amekuja paka. Tena afadhali ukae na paka ambaye atakusaidia kukamata panya ndani ya nyumba yako, kuliko kukaa na mtu mshia, mtu murji'a, atawatoa watu katika imani iliyokuwa sawa sawa. Hakumtizama kabisa. Hii ni dalili ya kujulisha kwamba salaful umma walikuwa hawainyamazini bid'a. Rejea haya katika Tahdhibu at-Tahdhib juzu ya kwanza ukurasa wa 488, chapa ya Muassasatu ar-Risala. Kadhalika sio kuacha kuwasalimia tu na kuitikia salamu yao, bali hata kuwapa mikono. Hatuwapi mikono. Mubtadi'a hapewi mkono, anakuja na mkono wake mwenyewe kanyenyekea, kauweka mkono wa mbele wa kulia na mwingine kauunganisha hapa, eti anakuja kukusalimia kwa ajili ya heshima. Ungekuwa na heshima wewe ungemheshimu Allah wako. Shika adabu na adabu ikushike, sinipe mkono wako mimi. Wewe unamtukana Allah afu nakuja assalamu alaykum ustadh. Ustadhi anaongea maneno ya nani? Ya Allah na mtume. Huyo mtume si ndo ambaye anamtukana nawe kila siku? Tarku musafahatu ahlul bid'ah, kuacha kuwapa mkono watu wa bid'a. Asli ya musafaha ni sunna. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani, hawakutani waislamu wawili wakatoliana salam na wakapeana mikono illa wanasamehewa madhambi yao kabla hawajaachana ile mikono yao. Asli ya musafaha unasamehewa madhambi, mkipeana mikono mnasamehewa madhambi. Lakini mkono unampa nani? Angalia mkono wako unampa nani, kwa sababu hii ni ibada. Kuwapa mkono watu wa bid'a ni sawa sawa unampa mkono mwanamke ambaye kwamba ni ajnabia. Ni haram kumpa mkono mwanamke ajnabia. Tena imekuja katika baadhi ya hadithi kwamba ni afadhali uchomwe na chombo chenye ncha kali, nondo ingizwe utosini mpaka shingoni huko. Maumivu hayo ni madogo kuliko maumivu ambayo tutayapata siku ya Kiyama. Hakuna kumpa mkono mwanamke ambaye unaruhusiwa kumuoa, ila mama yako, dada yako na wale ambao ni ndugu zako kisheria uruhusiwi kuwaoa. Kwa hiyo kumpa mkono mubtadi' ni haram. Katika tarjama ya Thawr ibn Yazid, Thawr ibn Yazid huyu alikuwa katika ahli sunna wal jamaa, baadaye akapinda. Na namna ya kupinda kwake, kana la yuhibbu aliyan radiyallahu anhu, alikuwa hampendi Ali. Na familia ya Ali akawa katika nawasib. Nawasib ni wale wote ambao wanamchukia Ali ibn Abi Talib na kizazi chake na ahlul bait. Si hivi tu, bali akawa na watu ambao wanamtukana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Huyu Thawri alikuwa anakaa na watu ambao wanamtukana Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lidhan kana mubtadi'an, akawa ni mtu wa bid'a. Na Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika Siyaru A'lami an-Nubala alipokuwa anaeleza tarjama ya huyu Thawr, alieleza maneno kana
min aw'iyati al-ilm, huyo alikuwa ni katika ulama. Laula bid'atu, lau kama si angekuwa na bid'a basi alikuwa na ilmu nyingi sana, lakini kwa kuwa tayari ameshakuwa na bid'a, ilmu yake ikawa haina faida. Wala usijidanganye kwamba wewe ana ilmu, amesoma Irani, amesoma wapi, kwa kuwa ni mubtadi'a, huyu ni mtu mbaya sana. Rejea katika Siyar A'lam an-Nubala juzu ya 6 ukurasa wa 344, tarjama ya huyu Thawri, utagundua kwamba huyu alikuwa katika nawasib. Kwa hiyo katika tarjama ya Thawr bin Yazid Abi Said al-Kula'i قال أبو توبة الحلبي رحمه الله حدثنا أصحابنا ومتحدثيا وتويت أن ثورا حقيقة هو ثورا لقي الأوزاعي، alikutana إمام الأوزاعي. الأوزاعي متابعي جليل، huyu ni katika matabi, ulama wa matabi. Alipokutana na Imamu al-Auza'i salafi, huyu Thawran, famadda yadahu ilayhi, akaunyoosha mkono wake kumwelekezea nani? Imamu al-Auza'i rahimahullah. Anatoa salama, anampa mkono wake. Ni mubtadi'a, ananyosha mkono wake, anamwelekezea mtu wa sunna. فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، akakataa Imamu al-Auza'i kunyoosha mkono wake kumwelekezea yule nani? Thawran. Kwa sababu nani? Ni mubtadi'a, anamtukana Ali, anakana watu wanaomtukana Ali. Wewe ukimpa mkono, maana yake una support yule alokuwa nayo, unapenda yale ambayo anayafanya, kwa kuonesha kwamba mimi na wewe ni mfano wa mashariki na magharibi. Sipokei mkono wako wenye najis. Moyo wako una najis ya kumchukia Ali ambaye ni mmoja katika khulafa ur-rashidin. Siwezi kushika mkono wa mtu ambaye moyo wake una najis. Waqala Imam al-Auza'i, akamwambia maneno haya makali sana kwa mtu mwenye uelewa. Ya Thawru, wewe Thawru, lau kanat ad-dunya, lau kama ugomvi wetu mimi na wewe ungekuwa ni dunia, ni mambo binafsi, labda ulinitukana, labda umeninyima chakula, labda umefanya kadha, lakanat al-muqaraba, basi tungekaribiana mimi na wewe, tungekuwa karibu, tungemaliziana, tungefanya sulhu. Kama ugomvi wetu ungekuwa ni mambo ya dunia, tungemalizana. Walakinahu dinun, lakini ugomvi wetu mimi na wewe ni nini? Ni dini. Tofauti yetu mimi na wewe ni nini? Ni dini. Wewe unamtukana Ali radhiallahu anhu, ambaye mimi nikimtaja nasema radhiallahu anhu, wewe ukimtaja unasema la'natullahi alayhi. Wewe na mimi kwa ugomvi huu siwezi kukupa mkono, na haliishi hili. Akajua kumbe huyu bwana kweli. Sasa watu hawa unawapa mikono, na watu wanajifunza kwamba kapokea mkono wa mubtadi'a. Mtu anafanya matusi yake, anamtukana mtume, anatukana Uislamu, anawatukana watu wa sunna, alafu unaenda kupokea mkono. Watu waliokuzunguka wataona kwamba yule, kwa kuwa sheikh amempa mkono, basi yule itakuwa ni mtu wa kheri, kama tutakapokuja kuona hapo mbele hapo. Haifai kuwasifu watu waliopinda, na hilo lina madhara kwa wanafunzi wako. Rejea maneno haya katika Siyaru A'lam an-Nubala juzu ya 6 ukurasa wa 345 katika chapa ya Muassasatu Risala. Wallahu a'lam bis-sawabin.